mchungaji wangu. Lord is my shepherd church. Njoo tuvuke ng'ambo sasa. Mwambie asante kwa mavazi, mwambie asante kwa chakula, mwambie asante kwa maji ya kunywa. Kuna baadhi ya wengine ambao wanatamani wapate hata maji ya kunywa, hawaipati muda kama na huu. Kuna wengine ambao wanatamani wapate chakula, lakini wakipata majira kama haya. Kuna wengine ambao wanatamani wapate mavazi, lakini hawaipati muda kama na huu. Wewe ni nani basi? Wewe si bora kuliko wale ambao wanatamani vitu kama hivi, lakini wanavipata kwa urahisi. Unavipata kwa neema ya Bwana. Kuna kila lazima ya kumwambia Bwana asante. Kuna kila lazima ya kumshukuru Bwana. Baba, tuko mbele zako, tuko mbele ya uso wako wapi. Tunasema asante kwa neema yako kubwa. Tunasema asante kwa uwezo wako wa ajabu. Pokea sifa Bwana, pokea heshima, pokea utukufu. Yesu mwenye nguvu, tunasema asante. Tunakushukuru, tunakuinua Bwana, tunakutukuza, tunakusifu Jehova. Kwa maana Bwana umetuonekania, umetuwezesha, umetulinda, umetutetea. Tunasema asante, tunakushukuru, tunakushukuru. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Wewe juu yako na kutangazia siku ya leo ni siku ya mwisho wa matatizo yako. Siku ya leo ni siku mpya. Siku ya leo tunavuka, tunaenda Kanaani. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Haleluya. Mungu ni mwema sana. Mungu anatupenda sana. Haleluya. Mungu anatujali sana. Neema ya Mungu iko juu yetu leo. Kuna malaika wanazunguka katikati yetu. Mungu atatenda makubwa siku. Haleluya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lazima uwe na ushuhuda leo. Utakaporudi nyumbani kwako, urudi na ushuhuda mkubwa siku ya leo. Amen. Pia ni muda mzuri sana tutakasikiliza neno la Bwana. Nitaomba uwe mahali hapa. Ujiconnect mahali hapa. Tukisema kuwa mahali hapa usiwaze nimeacha chungu kujiko, sio nimefanya hiki, kesho nitaenda kukazi, je, nitaamka na saa ngapi? Hivyo tuliache kwanza hizi. Tukue hapa. Haleluya. Kama mtu asikilizi neno, mtu hawezi badilika. Neno ndio linabadilisha mtu kwa mazuri na kwa mabaya. Lakini neno ambalo tunalopenda kusikia hapa, neno linaleta mema ndani yetu. Kwa hiyo muda kama na huu, kwa heshima, kupitia utukufu wa Mwenyezi Mungu, kwa neema ya madhabahu hii, namwalika mtumishi wa Mungu Pastor Daniel Shaban akaribia mahali hapa. Na wakati anapokaribia mahali hapa, shangilia kwa makofi. Shalom, shalom. Shalom. Leo ni siku ya tabasamu. Amen. Amen. Leo mpaka kichimbike. Amen. Leo tutavuka ngambo. Na na hakika baadhi wengine hapo tayari wameshavuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unampenda Yesu basi shangilia, shangilia, shangilia. Shangilia. Bila kuponda wakati, ndugu mpendwa, leo ni siku yetu ya furaha sana ya kuvuka ngambo. Leo ni siku ya furaha mno ya sisi kuvuka ngambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi mtumishi wa Mungu, tuchukulie Biblia yako, tusomee kitabu cha msingi. Na mwenye na Biblia niambie nipashe Biblia hawa lisoma, ila naelewa somo letu linaendelea vipi. Kuna mtu ambaye anahitaji Biblia hapa? Kuna mtu ambaye anahitaji Biblia? Wilo. Haleluya. Amen. Hapa Biblia zipo. Hapa kwetu mabiblia zinajazana. Ete utatoka hapa letu alisoma kitabu fulani ambapo haona proof. Lakini tutakupa Biblia ili kwa sababu utaposoma Biblia na unasoma na kuwa na uhakika kwa Biblia ambayo tunaisoma hapa. Basi tusome kitabu cha Timotheo 8 na mstari wa 18. Timotheo, Mathayo 8 na mstari wa 18. Mathayo. Tunasoma Mathayo 8 na mstari wa 18. Amen.
Na Yesu alipoona, ndio, na Yesu alipoona makutano mengi wakimzunguka, ndio aliamuru kuvuka kwenda ng'ambo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipoona makutano walikuwa wengi sana, ni kipindi ambapo alikuwa kwa ndugu yetu Petro. Alikuwa anafanya kazi, alisaidia familia ya kina Petro, walikuwa nasumbuliwa na magonjwa ya homa. Baada ya pale akafanya kazi. Baada ile kazi ambayo ilifanyika pale, mataifa akaona ni miujiza kubwa ambayo ilifanyika. Wakaenda mitahani, wakaanza leta watu mbalimbali Yesu awaombea. Na kipindi Yesu alikuwa anawaombea, baadhi ya wengi ama wote ambao walifika pale katika eneo lile waliona matendo makubwa sana, mpaka atu wakasema ya kwamba ulu nabii wa Isaya ambao litamkwa ni kweli na amina, kufuatana na matendo ambayo ilifanyika ndani ya siku ile pale ambapo walikuwa katika familia ya kina Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunasema tena ambapo tunazungumza leo na tuvuke ngambo. Ina maana kuvuka ngambo ni swala kutoka hatua moja kuingia katika hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuvuka ngambo ni mahali ambapo ulikuwa upande wa kwanza unaingia katika upande wa pili. Na leo tutazungumza upande ambao tulikuwa katika upande wa tesi, ambao tulikuwa tunanyasa, ambao tulikuwa tunatuonea, ambao tulikuwa tunatuangia. Lakini sasa leo tunatakiwa tuvuke ngambo, tuache katika eneo lao, sisi tuwe katika eneo la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuvuka ngambo ama upande wa pili ni kuonyesha kama ni shujaa. Hata mwanafunzi alipokwenda shuleni, anapopanda darasa, anajisikia gaferi sana na kumheshimu mwalimu sana, kwa sababu anajisikia fieri ya kuvuka ng'ambo katika darasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile na Kristo na mpagani naye anapokuwa katika ulimwengu wa upagani, anapopata wokovu anajisikia gaferi sana. Kila sana anapendaka asikie mahubiri, na kila sana anapendaka asikie maneno ya Mungu, kwa sababu amefanya nini? Amevuka ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuvuka ngambo ni jambo la heri sana katika maisha ya wanadamu. Hata mtu anapooa mke wake ama mwanamke anapoolewa, yeye anapoingia katika seremoni ya ndoa, hakuna kitu ambacho anachopenda sana kuliko mume wake ama mke wake. Wote wanaonekana kama vile wamezaliwa siku ya kwanza toka wazaliwe, kwa sababu kila mtu anakuwa anasikia lingi, kila mtu anakuwa anasikia fieri kwamba hapa tayari na mimi nimefanya nini, nimevuka ngambo. Anaanzisha ufalme wa mafamilia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuvuka ngambo ni jambo la heri sana. Usiwe mtu ambao unang'ang'ania sehemu moja, sawa sana watu wa mataifa. Nikitoka kanisa hili nikienda pale wataniona, fulani ataniona. Sasa unakaa sema Bwana baraka, utang'ang'ania sehemu kwa nini? Bwana Yesu atuhurumie sana. Kuna watu ambao wana aibu kwamba nikitoka kanisa, kiona kanisa ambao wanaenda kupata mafanikio, watanicheka huko. Hapana, usiangalie uso wa wanadamu. Kinachong'ang'ana wewe ni wewe kuvuka ngambo. Achana na Kiswahili cha kuangalia fulani atakuona. Akikuona yeye ndo atakusaidia maisha yako. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo tunalazimika tuvuke ngambo ili maisha yetu yaweze kubadilika. Hapa kwetu Marekani, kama hauna makini, utakuwa mtu wa kukaa kila siku kulialia, mabili yatapunguka. Kwa sababu gani? Tunapenda kuwa vipofu kila siku. Hatutaki kuelezea ukweli na hatutaki tupende kuona. Bwana Yesu atuhurumie sana. Unajikuta kila siku ile mabili hazikatiki. Bili kuliko kupunguka zinaongezeka, kwa sababu bado ungali kipofu. Ndio maana nataka ndani ya siku ya leo tuvuke ngambo sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Wafalme wa kwanza 5 na mstari wa 4, na mwingine andaye kitabu cha Zaburi ya 118 na mstari wa 6 hadi 8. Wafalme wa kwanza 5 na 4. Tusome kwanza hapo mtumishi. Nasoma Wafalme wa kwanza. Ndio. Wafalme wa kwanza 5 na mstari wa 4 na Zaburi 118 6 hadi 8. Unaanza kimoja kimoja. Lazima tuvuke ngambo. Kwanza 4 5 na 4 yake. 5 4 yake. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nami tazama,
nami tazama nakusudia. Ndio, nakusudia. Amen. Ndio. Nakusudia. Ndio. Kujenga nyumba. Kujenga nyumba. Kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Mungu wangu. Mungu wangu. Kama Bwana alivyomwambia Daudi. Kama Bwana alivyomwambia Daudi. Baba yangu. Akisema. Mwanangu. Kwako nita Msamani. Mwanangu. Ndio. Kwako. Ndio. Wako baba yangu. Ndio. Akisema. Ndio. Mwana wako utakayemweka katika kiti chake cha enzi mahali pako, ndiye atakayeijenga nyumba kwa jina langu. Basi uamuru anikatie mierezi ya Lebanoni, na watumishi wangu watafuatana na watumishi wako, na ujira wa watumishi wako nitakupa kama utakavyosema. Amen. Ingia Zaburi ya 118. Zaburi 118. Ndio. Zaburi ya 118 na mstari wa 6 hadi 8. Zaburi 118. Ndio. Haleluya. Bila msamani. Tafuta taratibu tu. Hatuna haraka sisi. Zaburi 118 mstari wake wangapi? Wa 6 hadi 8. Wa 6 hadi 8. Ndio. Bwana yuko upande wangu. Bwana yuko upande wangu. Sitaogopa. Sitaogopa mwanadamu. Siwezi kuogopa mwanadamu. Atanitenda nini? Atanitendea kitu gani? Bwana yuko upande wangu. Bwana yuko upande wangu. Msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Ndio. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana atakutendea mambo makubwa kwa kutoa katika hatua ya kwanza kupeleka hatua ya pili, kama unamtegemea yeye, sio mwanadamu. Baadhi ya wengi wanaweka wanadamu kipaumbele, ndio wanafeli. Hakuna kitu ambacho kinarudisha wanadamu kwamba vile kukimbilia mwanadamu mwenzake. Unapopata changamoto wakimbilia kwa Yesu, kwa sababu Yesu yuko pale kusaidia kwa kila mwanadamu ambaye yuko huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wanadamu, ukipata jeraha kidogo, cha kwanza kukimbilia kwenye simu, kumpigia ndugu akusaidie fedha. Kuliko kuja kwanza hata kwenye maombi, uzame kwenye maombi kwanza, uombe Mungu, mweleze kwanza Mungu. Mungu, ona mtoto amepata jeraha hili, naomba unisaidie katika jeraha hili niweze kustawi ama kubadilisha mfumo wa badilisho kwa mtoto wangu, kwa sababu unaangalia kwa jinsi nilivyo. Upande wangu sina fedha, sina chochote. Nikigusa hii simu, nikimpigia ndugu, mkoseshe amani iweze kupata hizo fedha, ndio uweze kutakiwa kupata hizo fedha. Lakini tunarupukaka tu, hakuna hata kumwambia Mungu. Unaanza tegemea mwanadamu, na Biblia inakuambia kwamba unapotegemea mwanadamu, yoyote yule ambaye anategemea mwanadamu alainiwe. Mwanadamu sio kinga katika maisha mwako. Kinga ni Yesu Kristo. Kama Yesu anachukua hatua ya kupigania adui zako, wanakukimbia, wanakuona wewe ni mtu hatari, kwa sababu anaona wewe unaweka tumaini kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa sote tushikamane mkono kwa mkono, tufike ngambo, kwa sababu Mungu anapendaka watu ambao wanakuwa na roho ya upendo. Hawezi kufanikisha maisha kama hauna roho ya upendo. Mungu anapendaka watu ambao wana roho ya upendo, ili sote tuvuke ngambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko watu ambao wamekuja hapa kama vile wanakuja kusindikizana hapa katika mji wa Marekani. Toka fika hapa maisha yake ya change, kwa sababu ameshatoka mji ambao ametoka, kaingia mji mwingine. Kufika ule mji mwingine akajisaulisha kwamba kule ambao ametoka na kwamba amekuja ni miji miwili ameshakuwa tofauti. Sawa sana watoto wa Israeli walipofika ngambo, kufika mkono akaanza kulalamika chakula, akaanza mwambia Musa, kwa nini tunaleta huku na kuja kutuona njaa? Hawajui kwamba
wako wanatembea na Mungu ndani mwao. Na unatakiwa unapokuwa unavuka upande wa pili, chukua maamuzi. Kwa nini nilikuwa katika maisha yale na kwa nini niko katika upande huu? Na kisha kwa upande huu nifanye kitu gani ili niweze kuwezesha maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watoto wa Israeli kipindi kile Musa kuachaka mtu mmoja katika Misri. Kipindi Mungu alipomwambia Musa, nenda kachukua watoto wangu wale waende katika mji wa ahadi ambao niliwaahidi. Hakuachaka mtu mmoja, walibebaka kila kitu chao wakaenda nacho. Mpaka wakavuka nini? Wakavuka ngambo. Papa, siwezi kubaki jinsi ilivyo, nitakufuata. Na kipindi nilikuwa nafuata cha kwanza tu, lile nguo ambayo navaa ilikuwa navaa. Elia alipiga ndani ya bahari, wakavuka ngambo. Maji yakagawanyika mara mbili, wakavuka upande wa pili. Kwa sababu gani? Walikuwa na misheni ya kwamba mimi sitaweza kumwacha mzee mpaka na mimi niresire boro kutoka kwake. Lakini leo hatuko hivyo. Umejua kama baba yako ana mafanikio, lakini wewe unakuwa mtu wa kupinga tena baba yako. Unaona ndugu yako ana mafanikio kuliko kushare pamoja ili maendeleo yapatikane. Wewe unakuwa ule ndio adui yako. Mtu anapoingia katika swala kukushauri, ule ambaye anakushauri anakuwa adui yako. Sasa unafikiri utafaulu kitu gani? Utafeli. Kwa sababu gani? Unakuwa na mtazamo ambao hauna mafanikio ndani ya maisha. Kwa sababu riziki inatoka kwa wanadamu. Mungu anapitia riziki kutoka kwa wanadamu. Sasa unakuwa mpinga wanadamu, utafaulu je? Kwa tunalazimika tuvuke ngambo zote ili tuweze kufanikisha. Natakiwa sote tuwakizu ukweli ili tuweze kuzilisha katika maisha yetu yakiwa kama vile kimwili. Tuvuke sote ngambo. Ndio maana nataka sisi sote leo tuvuke ngambo. Tuchukue hatua ya kubadilisha mfumo. Kubaki na hizo historia za zamani mpaka leo unaendelea nazo, utafika mpaka wapi? Takia hizo historia zako usiache. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunalazimika sote katika familia tuvuke ngambo, kwa sababu tunapovuka ngambo maisha yetu Mungu hawezi katuacha, kwa sababu tumeshachukua jukumu ya wokovu ndani mwetu. Na Yesu tushachukua jukumu ya wokovu ndani mwetu, Mungu hawezi katuacha. Mungu atatutetea, atatupigania, atatuheshimisha. Soma kwanza kitabu cha Yoshua. Tuone jinsi Yoshua alipoambia wa ndugu zake. Yeye kama yeye Joshua alichukua maamuzi gani? Soma Joshua 24 na sura 15. Nasema nini? Soma hapo. Jinsi alivyochukua hatua akasema hapa, tayari nimeshafika mji wa ahadi. Mimi siwezi kutraile tena Mungu wangu, lazima nitamtumikia mimi na familia yangu. Soma hapo. Joshua mstari wa ngapi? Joshua 24 na sura 15. Nasoma Yoshua 24 mstari wa 15 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nanyi kama mkiona ni vibaya ndio kumtumikia Bwana, ndio chagueni hivi leo. Wende taratibu. Hapa tuko wazi kwa kuvuka ngambo. Wende taratibu ili kila mtu asikie neno ambalo kwa ile somo ile mlifanyie examen kunyumbani kwenu, najua mtatoboa tu. Twende taratibu wangu. Twende. Nanyi kama mkiona ndio ni vibaya ndio kumtumikia Bwana, ndio chagueni hivi leo. Chagueni today, sio tomorrow. Leo hii chagua. Mtakayemtumikia ni mwamuzi. Kwamba ni miungu ile ya kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu ile ambayo mlitumikisha katika mji wa Misri ule kama ya mto. Au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao ndio mnakaa katika nchi yao, ambao mnakaa katika mji wao. Lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Shangiliane nao. Bwana asifiwe sana. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Hata kama nimefika hapo Marekani, wanaume wanajigeuza kuwa wanawake na wanawake wanajigeuza kuwa wanaume, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambao unafika huku unatafuta mke wa pili, tafuta. Wewe ambao unafika huku unasaidia wazazi wako, wewe saliti tu. Lakini sisi hapa tuko hapa kumtumikia Mungu katika haki na ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi tuko huko kuangalia vitu vya dunia, bali tuko hapa kuheshimisha Mungu aliyotuokoa. Kuna watu
wangapi hapa ambao mlikuwa nao katika kambi lile ambao mlitokea? Watu wengi wametoka katika zile kambi, mlikuwa watu maelfu. Kwa nini Mungu awachague nyinyi mmoja hapo Marekani? Kwa sababu ana kusudi. Lakini wale wanashindwa kujua kusudi. Waza wengi hawajui kama mtoto kama amefika hapa kesho anaweza kuwa rais wa Kongo ama anaweza kuwa rais hapa Amerika. Hawajui hivyo. Lakini wako fika hapa ukachukua kachanji yale matapisha bora hata ya Ugusu ama mbali hata Mazaleka ama mbali hata Zimbabwe ama unapole hata Mozambique. Tena unarudia tena huko unafikia maisha utaweza kutoboa. Ndio maana mimi nafanya kazi ya Mungu bila kusukuma, bila kubembelezwa, kwa sababu najua ambaye namfanyia kazi ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi na nyumba yangu tunamtumikia Bwana. Ndio maana tufanye makampeni milango ya watu. Ili makampeni tunafanya mimi na nyumba yangu tumechagua kumtumikia Bwana. Labda wanafanya miungu. Kwa sababu hata wewe wanaishi katika kategoria mbili. Mgoko ndani, mgoko nje. Sasa atuelewe kama ni kabeleo kama ni nini. Kwa hiyo mimi na nyumba yangu tunamtumikia Bwana kwa sababu tunajua thamani ambayo Mungu ametutoa sisi. Kuna watu ambao wamefika hapa Malawi, ambao kutoka Malawi, labda kupita katika machangamoto. Na kuna wengine ambao kutoka Nyagusu, ndio sio tu kwa sababu ni mtu wa zamani. Lakini sisi kufika hapa, hao watoto wangu wako shahidi hao. Wako shahidi hao ambao wanaona hapa. Wana ushuhuda kupitia mimi. Safari tu kupatikana, safari tu ambayo ilipatikana tu. Changamoto zilitoka hapa mpaka nikajiuliza hapa mimi ndo wa kwanza kupata Ulaya katika mji wa Malawi. Changamoto za hatari. Na nikamwambia Mungu nikifika tu Marekani, mimi na nyumba yangu tutakutumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nikikanyaga Marekani, nikanyaga miwili, miaka mitatu, miaka mingapi, nitakutumikia tu. Amen. Na mimi kufika hapa tu, si kuangalia sura ya mwanadamu, sio kuangalia cheo cha mwanadamu. Mimi hapa nikaanza kununua kila kitu taratibu, na mpaka leo nikafungua kanisa la Mungu kwa sababu najua kama yeye ni wa thamani katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu najua ninapotoka, na najua ninapokwenda. Lakini kwa sababu hata wengi wanajua wanapotoka, hawajui wanapokwenda, ndio maana wanaingia katika mistake ya ulimwengu. Bwana Yesu aturuhusu sana. Amen. Wanashindwa hata kujua hata password ya kutafuta Mungu. Mungu anakuwa na password ya kumtafuta kama mtu wake. Mungu anakuwa na njia ya kumtafuta. Ukitaka kumuona Mungu unaboga njia. Ukitaka uona uso wa Mungu unakuwa njia. Ndio maana tumesema tunavuka ngambo. Ndio nitawaelekeza hapa. Sio ya kesho. Hapa nitawaelekeza njia gani ya kumtafuta Yesu. Hapa nitawaelekeza njia gisi gani ya kupata mafanikio. Hapa ndio maana tumesema leo tuvuke ngambo. Tutavuka ngambo kwa wale ambao watakuwa tayari. Leo utapaswa password. Leo nawapa password ukitaka kumjua Mungu ama kuona Mungu. Amen. Ama kupata mafanikio. Amen. Ya kiroho ama ya kimwili. Leo utapaswa password. Pasua. Leo nitapasua password. Pasua. Hizo password zina namba 4. Ni vitabu 4 na vitabu vile ukienda kuvisoma katika wakili, nina uhakika bana kuambia hapo njia itafunguliwa tu. Kama ulikuwa unalia, kama ulikuwa labda una imani na Mungu, lakini kama uko na Mungu ambaye uko na 100%, leo tutavuka ngambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo napaswa password. Vitabu 4 mwanzo kuviandaa. Vitabu 4 ambavyo tutavisoma na kila kitabu tutasoma taratibu. Sasa pale kwa hiyo utakuwa unaona kama unashindwa kuelewa, nitakwambia hapa, utajiuliza hapa. Soma kitabu Mathayo 7:7 inasema nini? Password inaanza kwa password. Number 1 password. Tunasoma Mathayo 7:7. Ndio. Soma Mathayo 7:7 na 7:8. Soma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Hizi password. Ombeni nanyi mtapewa. Sasa abato hapo ni nani? Si wewe. Sasa unatakiwa na kuombea. Nani akuombea? Nabii. Ama mimi hapa. Ni wewe mwenye kuchukua maamuzi ya kwamba Biblia inatueleza kwamba tuombe ili tufunguliwe. Tubishe aligonga mlango ili uweze kufunguliwa. Rudia soma vizuri. Hiyo ni password kubwa hiyo. Tunasoma Mathayo 7:7 hadi 8. Hadi 8. Ndio. Ombeni nanyi
mtapewa. Ndio. Tafuteni nanyi mtaona. Ndio. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ndio. Unasoma 8. Ndio. Kwa maana kila aombaye kupokea. Naye atafutaye huona. Naye abishaye atafunguliwa. Sasa unataka kufanya nini? Kaka kangwa mitaani mtaka mwetelee na mwanangu. Wakati Mungu ameweka kila kitu wazi. Password moja hii. Kaka kangwa barabara wapi? Unatafuta nini? Na Mungu ameshatupa password hapa. Muandike hizo password na ukienda kusoma vizuri kwa makini, maisha yako yatachange today. Ndio maana nasema leo tuvuke ngambo. Hawezi kuvuka ngambo unajua kama unamwomba kitu gani. Ukishavuka ngambo, wewe kusoma hizo verses ambazo nakwambia. Hiyo tunaenda verse ya pili. Some tena. Wathesalonike wa kwanza 5 na mstari wa 17. Password ya pili hapa hapa. Password. Hawezi kupata mambo ya Mungu bila password. Haiwezekani. Soma Wathesalonike wa kwanza 5 na mstari wa 17 nasema hivi. Unasoma Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 7. Ndio. Unasoma kwa 17. Wa 17. Ndio. Ombeni bila kukoma. Basi. Ombeni bila hata kukoma. Kwanza unachoka na nini? Unaregea nini? Unachoka na nini? Ninabaki na kuweka kizuizi ili ushinde kuomba. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tunahangaika kwa sababu kwa kujua na unafungulia njia ili kila mtu awe huru kwa kuomba. Mungu yuko riza kwa kusikiliza kwa maombi kwa kila mwanadamu. Sio kwamba ni mchungaji ama ni apotre ama nabii ama mwinjilisti ama ni mwalimu. Hapana, kila mtu aombe Mungu afanikishe kwa lile jambo ambalo aliomba. Amen. Na tuvuke ngambo. Amen. Na tuvuke ngambo. Amen. Hatuwezi baki hivi. Kanisa ambayo ibadiliki, hiyo sio kanisa. Mungu anapendaga kila siku na mabadiliko. Una mabadiliko, unapokuwa unapendeza kimwili na kiroho vile vile unapendeza. Na familia yako vile vile na inapendeza. Na mwenendo wa huduma inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaona jinsi unavyopendeza huko? Unaona jinsi unapendeza huko? Hawezi kupendeza hivi bila gharama. Hawezi kuwa hivi bila gharama kwa sababu tunampenda yule ambaye tunampenda Yesu Kristo, kwa sababu tunajua thamani ambayo anatutoa katika mahali fulani na ametupea katika mahali fulani. Lazima tumtumikie katika haki na ukweli. Ndio maana tunapendeza. Hata vile vile na mimi napendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tupo hapa katika njia ya password. Yeremia 33 na mstari wa 3. Twende tu katika password ambayo nafungua rekodi ambayo natakiwa kumjua Mungu na kufanikisha kila jambo ambalo unataka katika maisha. Na tuvuke ngambo. Yeremia 33 na mstari wa 3 nasema nini? Soma babako. Yeremia 33 mstari wa 3. Nasoma Yeremia 33. Ndio. Mstari wake wa 3. Ndio. Unasema hivi. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Niite. Usida haraka watu wa kuelewa na hii ni password. Niite. Afa nini? Niite. Ndio. Nami nitakuitika. Nami nitakuonyesha. Mambo makubwa. Magumu. Usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ambacho kinakusumbua tena? Mwite, piga call. Tayari nimekuwa password hapo. Piga simu. Amen. Mungu yuko mahali hapa mimi. Yes. Nataka hiki na hiki na hiki na hiki kwa sababu sioni. Sio kimbia kwa mchungaji. Labda mchungaji, labda level yako ya kiroho inasema mchungaji. Usimchungaji jina tu usikusumbue. Amen. Usikimbilia haraka wakati kila kitu kiko wazi. Password tumwite, atuonyeshe yale mambo makuu ambayo yanatusumbua kila siku. Yalia mimi akaongeka na hiki yote atakwisha kama ukiweka Mungu hadi nipase mwite, atakuja, atakuonyesha. Lakini hatuko hivyo. Tunakimbilia kwa ndugu kwa haraka wakati Mungu yupo. Tunatakiwa kwanza sisi wenyewe tuchukue hatua ya kukimbilia yeye, atuonyeshe yale mambo magumu ambayo tuyafahamu, ambayo tuyajui sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niite, nami nitakuitika. Ndio. Nami nitakuonyesha. Nami nitakuonyesha. Mambo makubwa.
kila siku ufahamu wako, hapana. Ufahamu wako umeshafeli, achana nao. Mwita sasa Mungu akufanyizie sasa. Kwa sababu pale ambapo ni akili yako, ndio naanza akili yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana ibarikiwe sana. Kwa hiyo ni sisi hapa tunatakiwa tuchukua, sio wengine, ni sisi hapa. Ndio maana leo tuvuke ngambo. Ndio maana nimepaswa digele kila mtu anapofika nyumbani achukua hatua. Yes. Tusikale kila siku kulialia. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kuna ndugu ambaye anishangaza sana. Yeye akifika tu saa 2 ya usiku, hayuko nyumbani kwake, miguu inavimba. Ndio maisha yake, na haikuwa hapa Amerika, hapa. Tena hapa kutu de moyo. Ikifika tu saa 2 ya usiku, miguu inavimba. Yaani alikuwa muda wote ikifika saa 2 ameshakuwa nyumbani, miguu ivimbi. Lakini akishakuwa nje ya nyumbani, miguu inavimba. Sasa hiyo ni maisha gani ambayo utakalia? Tatizo nini? Sijuagi mchungaji. Au unajua tatizo yeye? Unasema kwa unajua tatizo yeye. Kweli? Njoo nikupigie fire. Kampigia fire, Mungu akumjalia, kapone. Yeye kupona akaponyoka, yuko tena hapa demoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona jinsi ilivyo dunia? Amen. Mtu alikuwa anaishi vitu vya mwilini muda wa miaka na miaka, ikifika saa 2 haikae katika nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Password ya mwisho. Wathesalonike wa kwanza 2:13. Wathesalonike wa kwanza? Ndio. Hivi kama Bwana anataka umpigie baba akusikilize. Ndio. Wathesalonike wa kwanza. Ili mstari wake wangapi? Wa 13. Wa 13. Ndio. Kwa sababu hiyo sisi nasi tunashukuru Mungu. Sisi nasi tunamshukuru Mungu bila kukoma. Kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe. La Mungu ndio leo. Mlilolisikia kwetu. Ndio. Rudilia. Kwa sababu hii sio nasi. Sisi nasi twashukuru Mungu bila kukoma. Kwa kuwa mlipata lile neno. Ujumbe wa Mungu. Mlilolisikia kwetu. Mulilisikia hapa kwa Moses by Shepherds. Mulipokea. Si kama neno la mwanadamu. Sio neno la mwanadamu kama vile mimi ambaye naongea hapa. Bali kama neno la Mungu. Na ndivyo ilivyo kweli na amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maneno ambayo yanazungumza ni maneno ambayo yanatoka kwa Mungu, ni wewe tuelezane haya maneno tuweze kuyafanyia kazi. Kama tunashindwa kuyafanyia kazi haya maneno, tunafeli, kwa sababu hakuna jambo ambalo linaweza kupatikana kwa Mungu bila kuliomba. Maombi ndio yanafungulaka kila kitu ambacho tunataka katika maisha. Hawezi pata chochote bila kuomba. Ukitaka kufanikisha maisha yako au maisha ya kimwili, ya kiroho, lazima uombe. Bila kuomba huwezi kupata chochote. Kwa hiyo watu wanaomba kazi, si kwa sababu apate fedha. Si unaenda kuomba upate nini? Fedha. Sasa na Mungu vile anataka umuombe upate kila ambacho unataka. Ndio maana katika hizi password nne za ambazo nimezungumza hapa, ukizifanyia kazi katika imani ambayo iko thabiti, hakutakuwa jambo ambalo litakusumbua. Kila kitu ambacho unataka katika maisha utalifanikisha tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wengi wanatangatanga kwenda kwa wafumu. Watu wengi wanatangatanga kwa waganga wa kienyeji, ujinga tupu. Watu wengi wanatangatanga kwenye vyumba vya maombi, yaani ameshahesabu vyumba kutoka Afrika hapo Marekani, anahesabu vyumba vya maombi karibuni 70. Yeye mtu mmoja, masete kwa mama bila hata sababu. Kwa sababu gani? Hajui password hizi za kuomba, hizi password hizi ambazo nazungumza. Ukishajua hizi password, hauwezi kutangatanga, utamwomba Mungu kwa serious na utafanikisha tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kinatuleta taabu ndani ya maisha yetu, kwa sababu tunapata taabu kwa sababu hatuna msimamo na hatujui njia ya kuelekeza ya kuvuka ngambo. Ndio maana leo nimesema ya kwamba tuvuke sote ngambo. Ukisoma vitabu hivi ambavyo navyokuambia hapa, hakutakuwa jambo ambalo litakusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuvuke ngambo sote. Fika nyumbani kwako kusoma vitabu hivi. Kwa lote lile ambalo tunataka kwa Mungu, hawezi kukosa kulipata. Mshangae watu wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Wanadamu sisi wanaenda porini, wanaleta manyoka, wanaenda porini, wanaleta masimba, wanakuja kuweka katika nyumba zao kufuga. Sawa? Wanamiliki vitu ambavyo vinaweza kuwauma, kuweza kuangamiza. Lakini anashindwa huyu mwanadamu, tena anashindwa kumiliki mwenzake mwanadamu. Why? Unaona kitu ambacho kiko dunia. Kwa sababu nini? Ajui jinsi gani ya kupata njia ya kuweza kunasa mwenzake mwanadamu. Wale wenzetu ambao wanaenda porini kuchukua vile viumbe hai, wanakuwa na seremoni ambayo wanafanya ili waweze kuzipata. Na sisi wanaume ama si wanawake ama si wanadamu, tunakuwa na seremoni ili tuweze kufanikisha jambo. Ina maana jambo letu likitaka kulipatikana ni njia tu ya maombi kwa mtu ambaye anamwamini Mungu. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Yesu Kristo. Tusimame.